tunaona kwamba kuko shene ya mrefu sana hapa kuhusu kusema watu waelewe vizuri, lakini tuzungumzie ile msimamo kama rais. Let's say wewe leo ungekuwa wewe ni rais, kwa hiyo ungefuata zile nyayo za Joseph Kabila kusema ya kwamba ngoja niwaachie mchukue 80% ama 90%, lakini nione gisi ndacheza na moyo mpaka nifike kwenye malengo yangu. Unafikiri Kabila kama alikuwa anapana hiyo 90%, eske alikuwa anahitaji miaka ingine ngapi juu mpongomani aone Kabila na wapatia na yeye ile 100% wasi? Okay. Kabila alipana ile percent 99%. Ilikuwa ni sababu kwanza ya kuwatoa Wanyarwanda na Waganda kwenye nchi ya Kongo. Maana aliwaambia wazungu kuliko mpitie kwa njia kwa wageni kwa kuja kuiba, mkuje mimi ndawapatia nchi. Yeah. Na alikuwa naye anakili. Unajua ndio nakwambia kama unajua unaweza kuwa unajua unazungumza lugha kubwa nyingi sana, Kiingereza, Kifaransa, lakini matiritea unakuwa na ile matiritea, lakini kama una ile kima ya Mungu nayo ndani ya uongozi ni bure. Sababu gani? Kabila alikiangalia kuliko jamaa waendelee kuleta hii vurugu, sitawaweza. Nizo nipigane nao, ni nchi nyingi. Yeah. Sitawaweza. Lakini ngoja nyende kisiasa na wale watu ambao wanawatuma. Alipitia kule ndani. Kama bwana, toshele ya watu, lakini chukueni 90% ya mali mbebe. 90% mbebe, mnache 10%. Kabila alipambana, wazungu kana basi sababu jamaa anatupatia nchi basi ina shida. Kabila nafikiria kwanza ukiangalia uongozi wake mtransition, alikuwa ni rais ambaye ni mdogo sana mu rais wote ambao alikuwa nao. Alikuwa mdogo kwa Bemba, alikuwa mdogo kwa Zaidi Ngoma, alikuwa mdogo kwa Azara Ruberwa, alikuwa mdogo kwa huyu Musa Nyamwisi. Unaona? Alikuwa mdogo kwa Herodia Ndombasi. Yeye alikuwa mdogo mbale wote. Lakini aliwaongoza wale wazee na aliheshimu kila mtu na nafasi yake. Yeah. Jusi kuwahi kuona wakati kulikuwa kunatokea mauaji au vita kule ku este, Kabila teremka alikuwa anamwambia Zarias, nenda, maana wewe ndio uko charge na security, wewe ndio president ambaye vice president ambaye uko charge na security, nenda kumaliza vita huko, sio kwenye viko. Ni kuheshimu madaraka ya mtu kwanza, japokuwa uko kiongozi mkubwa, lakini mpatie kwanza ule mwingine nafasi yake, hata ule wa chini yako mpe nafasi yake, naye ajisikie kama nani anafanya kazi. Sababu wakati mnaonekana mko mnakopere pamoja, hakutakuwa vurugu. Ni vurugu zinatokea pale wakati unataka wewe kila kitu bure kwako. Unaona? Basi Kabila mtoto wakati aliwapatia ile percent 99 alikuwa na malengo. Haitaendelea hivi. Ilikuwa ni transition mpaka mudemi sisi wakaandaa uchaguzi wa kwanza, wazungu kama naanza tuliona ngisi jeshi letu lilivaa, polisi lilivaa kama polisi mwa ajabu. Unaona vitu ambavyo tulikuwa tujawahi kuviona macho. Tuliviona wakati ya uchaguzi. Uchaguzi kulikuwa security ya nguvu. Ya uchaguzi wa mdemi sisi. Kila mtu alishuhudia hapa kulia risasi, usalama wa ajabu sana. Yeah. Haikusababisha sababu mule wale wa soda mko ba infiltrate mko wanani, uchaguzi ulifanyika na amani na kimya. Ni Wanyamulenge walifanya uchaguzi, nisi wa Kongo walifanya uchaguzi, na uchaguzi ulipitika vizuri. Kimya. Wakati Kabila aliendelea mtransition, ilifika wakati Kabila anaingia sasa ku rais sasa mdemi sisi. Kabila ilifika mdemi 2011 anaambia wazungu sasa unajua tunapaswa tu renew. Wakati mandake sinaisha, tunapaswa tu renouveler contrat. Tutabakilia mwelele 1%. Niko lazima kujenga nchi na mimi. Unayo ile ina hata ile uchaguzi wa 2006, ile gouvernement 2006 ilikuwa ingali gouvernement tu ya coalition ya muungano, sababu wale wote walimsaidia Sediaka, mwenye alikuja na pesa yake, alikuja na nini, walikuwa bado ingali tu coalition, ilikuwa haijakuwa kabisa kusema serikali ambayo inasimama inaongozwa na mtu mmoja. Hapana, ilikuwa kila mtu ambaye alikuja akachangia kidogo wote walikuwa ngali ndani. Kabila alijitambua kwanza kuongoza vizuri wakati aliingia kwa uchaguzi wa 2011. Ndio wakati Kabila alijitambua kama ninakuwa na uongozi sasa. Ndio wakati aliambia wazungu hapa tunaweza kubadilisha kila kitu.
Wazungu wakamwambia hapana, sisi makubaliano yetu sisi na wewe ni tu, hatuwezi kuambia nchi sio yangu. Wakongomani wana lazima kula matunda ya nchi yao. Unaona? Kama hamtaki hapa ni ganya mnanipa na mimi nawapa. Nchi zingine angalia Angola, Kongo Brazzaville, angalia mnawapatia hii percent, kwani mimi mniachie percent moja, nchi itaijengaje? Yeah. Lakini Kabila alikula msimamo. Kwa wazungu akamwambia kama ni hivyo basi tuna cancel hivi vitu. Kabila ka cancel. Ndio wakati ulisikia alitafuta hizo nchi zingine Russia, China, India, Iran, wapi hakuja pamoja. Kabila kafanya ile kitu inaitwa kodi minye. Kodi minye yake niko ganya, unakuja unaleta hela, mimi nakupatia mzigo wangu, unaenda. Uchumi wa nchi ukaanza kupanda, na ndio kati alianza kunaye kujikaza kujenga mahospitali, anajenga mabarabara, anajenga vitu gani, unaona. Na jeshi lake lilikuwa ni jeshi, kila miezi 3 utakutana inabadilisha, napata nguo za kuvaa za kijeshi na viatu. Sababu kwanza alikuwa yeye mwenyewe anajua kama mimi ni mwanajeshi na najua thamani ya mwanajeshi. Ukiangalia wakati ya thamani ya mwanajeshi alikuwa na wakati ya Kabila haiko juu thamani ya mwanajeshi kwa nayo wakati wa Tshisekedi. Unaona? Sababu alikuwa anajua uongozi wa kijeshi. Yeye mwenyewe ni mwanajeshi. Sasa anajua kama kusema inchi kwa inchi ni jeshi ni fortune kama ni shike vizuri. Jeshi lilikuwa linapokea ile kipindi $100, $80 na walikuwa na ile manini nisema percentage zao zingine fulani ambao wanakuwa nazo. Nilikuwa naona hata wakati ya masherehe mwanajeshi hata sherekea ile 1er Janvier. Jeshi lilikuwa linasherekea le 5 Janvier. Kisha watu wote wakishamaliza kwa ambiance Maluyenge, mwingine anakuwa na amani, shatulia, watu wameshachoka na mapombe na ulevi nini, ndio jeshi ndio linafurahi. Walikuwa wanachinjia kila watu kwenye makaza, wanachinja mangombe. Wanakula wanaenjoy. Sababu alikuwa anapatia samani. Sasa ndio maana Kabila mimi nisema kama nilipenda siasa ya Kabila. Maana ilikuwa siasa nzuri. Sasa hii swali uliuliza kama kwa nini wazungu hawajamua Kabila, maana Kabila alikubali, hapana. Kabila ni mtu alijua hii nchi ni nchi gani niko naongoza. Na nikikuwa na mdomo mrefu nitakuwa kama baba yangu. Kabila hajafanya kitu akitangaze. Unaona? Kitu kilimua Kabila baba ni kuongea mingi. Nitakupatia mfano, Magufuli amekufa nini Tanzania? Kuongea mingi. Ulaya kuna kitu. Sisi tuna kila kitu. Anakaanza kujenga mabarabara, manini, azungu anaangalia, we tutakuonyesha. Sasa nchi za Afrika zinaomba, ukitaka kuna nchi kama vile Kongo, usiwe unaongea sana kama Mobutu. Unajua Mobutu alituleta ile ulema sana kuongea 24 hours. Wakati sasa Mobutu anaongea 48. Sio sifa nzuri. Nchi ya Kongo leo sema tupate viongozi wa kuiongoza. Hapana kiongozi kama Tshisekedi. Tshisekedi anaongea na mingi sana. Na anaongea vitu ambavyo havitimizi. Lakini Kabila kwa naenda na timiza kamoja kidogo, anajua kama ni nchi gani nabeba hii. Nikisema nyende haraka hapa wazungu watanilamba mapema. So kutoka kwa Kabila tunaona tumefika mpaka kwa Tshisekedi. So kama Kabila alikuwa anajua hii mambo yote, kwa nini alikubali na kumwachia madaraka Tshisekedi? Kabila kumwachia madaraka haijakuwa vibaya. Tshisekedi alikuwa rais. Ni rais mpaka leo. Unafikiria kama Tshisekedi angekuwa anafanya vizuri kwa ajili ya, unajua kitu watu hawajaelewa, hii vita ya Kongo vya leo iko tofauti. Unajua wazungu walikuwa na mtego na watu zile nchi walikuwa wanaangalia. Sasa unajua Kabila, ngoja kwanza kurudisha nyuma, wakati Kabila alichukua nchi yote nzima akaanza kuicontrol. Kabila wakati kisha kuharibu mkataba na wazungu, unajua wazungu walimfuata mara ngapi, wanaambia Kabila tuachie ule mkataba wetu wa mbele kutupatia mashariki yote ya Kongo, wewe ubaki huku Kinshasa miaka yote, kuna watakugusa. Anajua kama nikibaki na Kinshasa sasa haina kitu. Kinshasa kuna nini? Kinshasa kule kuna mapombe, Luyenge ndio iko kule ndani. Lakini Kinshasa inawekwa na Sud Kivu, Nord Kivu na Katanga. Maana tuseme Kivu yote. Yeah. Ndio inaweka Kinshasa. Kinshasa kule ni makoti, Vifaransa. Unaona muziki. Yeah. Ndio Kinshasa. Hakuna vitu vingine. Ukitaka kuona Luyenge uende kule. Lakini mali yote ya Kongo iko kule kwetu. Yeah. Na ndio maana kuna milango mingi. Wanafikiria wazungu waliweka gani mabodaboda, unaziona zile boda walizokea Bwema. Walijua ni kitu gani. Sasa Tshisekedi
Mimi nikiacha kwanza mikataba. Sasa unajua hivi vita vya leo watu wanapigana hawajui vita vya nini. Vita iko mambo mengi sana. Na hivi vita kama watu viangalia ni virefu. Na vitakuwa vita vya kusafisha, na hivi vita vikiisha kutakuwa tena vita Mkongo. Amini maneno nakwambia leo. Sababu gani? Kabila hajampatia Tshisekedi kwa nia mbaya ile nafasi. Lakini Tshisekedi angepasha kuonesha kama naye iko president afanye kazi. Unaona? Sasa Tshisekedi ukiangalia kuleo, nikiuliza mawili matatu, niuliza Wakongomani, nini Tshisekedi ameshafanya? Tunaambiwa miaka 7 hii. Wakongomani wanalaumu Tshisekedi anasafiri sana. Bila kwanza kusafiri. Kusafiri sio vibaya kama unasafiri unaleta matunda. Si ndio hapo aone matunda, lakini safari ni nyingi. Unajua kusafiri yake haikuwa shida. Tatizo shida zinatungizia mwinchi ndio mbaya. Wengine wanampigia makofi na kusema kwamba mtangazaji, acha nikuambie hivi. Tshisekedi kutembea kwake hakuwa na tatizo. Hata angitembea mara 10,000. Lakini angiliacha hii mikataba kwa anafanya kila fasi mikataba. Unajua hivi vita watu hawaelewi vita ya nini? Vita vina mikataba mingi sana. Tshisekedi amefanya mikataba mingi sana na mpaka haiheshimu. Ndo chanzo cha hii vita. Tshisekedi wako mpropaganda. Ameshaleta M23 mkishasa. Wili Ngoma anabiongea kila siku usiku na mchana. Kama Kabila kataka kutoka huko muhula wa pili, tumpige si wote tumchangie. Yaani tutaona wasema moja wakosha ungana na Bemba na nani? Unaona? Ewa tumpige kabisa Kabila. Unaona? Sura kama wakosha andaa vurugu mkishasa. Sasa Kabila kama vile Mungu ambaye anamuongoza kila mara, ndio Mungu alimuongoza Kabila akasema mpe Tshisekedi madaraka. Kama wewe ushaleta maadui, unafikiria mule Mkongo, mule mkishasa ile saa Kabila ngani kufa? Kama ile M23 mu 2018 ingileta vita mkishasa, wenye ngufa ni wana sio Kongomani. Sasa moja Kabila hangipata shida sababu ana ulinzi na ni rais, na sasa moja angewashinda nguvu kama sasa shinda na Bemba nguvu wakati ya vita vya 2006. Unaona? Sababu alikuwa na wasoda wangana wanamtii. Sasa Tshisekedi hiyo ni akoro ya kwanza kifanya. Na M23. Na Wili Ngoma alifanya, niko na video hapa. Wili Ngoma anasema walikuwa walishapanga gouvernement yabo yote. Mwasoda yangu mbagade kwa wangu mtakuwa wasoda ba M23. Tutapanga macheo itakuwa ni hivi. Sasa wakafanya mkataba, anasema tulikala miezi 14 mkishasa. Tunakula, tunakunywa, tunao kwa hoteli za mzuri, tunatembelea magari za mzuri mkishasa. Akoro ya kwanza hii. Akoro ya pili, wakati sasa anaingia kumkataba wa yeye na Kabila. Bwana, kwa ajili ya kutaka amani ya nchi ya Kongo, sababu vita sisi tutafaidika na kitu, wazungu ndio watakuwa wanafaidika. Maana mtu alikuwa anaitwa kwanza ni yule Martin Fayulu. Unajua kuna ndio nikwambia kama uongozi, ndugu yangu, kama una hekima ya Mungu, utabakilia tu mdomo. Martin Fayulu yule bwana, hiki kinywa na kizungumzo utanambiaga hata kuaga na chance ya kubeba tena ile nchi. Chance yake aliichezea, imeharibika, imeisha vile. Atabaki kama vile mzee Tshisekedi. Atakuwa tu politician wa mdomo. Anaongelea huku leo, kesho anaongelea huku. Anaongelea huku leo, kesho anaongelea huku. Sababu gani? Wakati Kabila tunajua kama Martin Fayulu alikuwa ni Peter. Na alikuwa kwanza mu 2018. Wa pili alikuwa ni Sadar, watatu alikuwa ni Tshisekedi. Tukifuata alama hizi zilikuwa zinaandikwa kwa nani? Kuseni. Lakini Martin Fayulu akashindwa kujua kama ile ni Afrika. Na alikuwa tena ni mtu alikuwa hajulikani. Martin Fayulu alikuwa hajulikani. Lakini sababu wazungu walimfanyia kampeni na kanisa zikamfanyia kampeni akajifanya kujulikana. Hakuwa na kiburi. Mwenzake anamwita bwana, njoo tukae hapa tufanye mazungumzo. Unajua umepita, umeshinda. Je, huko tayari tufanye mkataba mimi na wewe? Angalia nimetoka, watu wangu nilifanya nao kazi usiwaguse, angalia hivi. Kila kitu kinawezekana. Unaona? Mali yangu usiguse na familia yangu usiguse, heshimu hivi vitu basi. Tusaini hapa. Martin Fayulu inasemeka alimwambia Kabila, mimi najua nilipita tu. Mimi siwezi kufanya deal na wewe.
So, na mimi nitakuandalia jela mimi mwenyewe, nitakufunga mimi mwenyewe kwenye hota unagajua. So kwa hiyo hapo tumlaumu Martin Fayulu ama ndio anajua yeye mwenyewe, anajua. Tumlaumu Kabila kwa sababu tunaona yeye haiko mtu mwenye yuko korompi. Yeye ni mtu mwenye labda anapenda sheria, mambo yeye. Sheria gani? Haiko korompi na kila siku Kisekedi anampatia frank. Hivi anaongea leo kwa hiyo hana position. Usiona Martin Fayulu ana position. Hakuna position. Ule sio politician. Kwa wengine watu wanakoka sasa ile wa nini naweza sema fanatic. Unaona? Ule ni fanatiki wa opposition. Hapo kwa Martin Fayulu. Yes. Inasemekana kwamba Martin Fayulu hiyo Christian Malanga kwenda hapo Kishasa, Martin Fayulu ndio mwenyewe aliweza kumsheta. Hapana. Sio kweli. Ndugu yangu, ngoja tumalize kwanza. Hivi yote ni virefu sana, nchi ya Kongo na ukisaidia na mambo mengi sana, mikataba mingi. Unajua kisha Kisekedi kufanya mkataba na Kabila. Wakubali kama mimi kweli sitagusa kitu, tutachangia, tutafanya coalition, kila kitu tutachangia pamoja, madaraka angalia wewe kuwa hivi mimi kwa rais na sawa. Yote wanajua kitu. Kisekedi anajua vitu, walisikizana na Kabila. Akatoka pale kanafanya tena mkataba na Vital Kamerhe. Yeye anajua kama yeye amepewa muhula mmoja na Kabila. Akageuka tena kaenda kufanya nyingine nini mkataba tena na Vital Kamerhe. Sema bwana, wewe ni support sio kwa nyuma yangu. Mimi nabeba muhula wa kwanza kuwa rais, muhula wa pili ni wewe. Unaona? Hakuishia hapo. Muliona kisi kinyuma anaanza nda mu EAC. Anatuweka EAC. EAC. Mambo alisaini kule hatujui. Si Kongo, Kabila alijaribiwa mara 5 wakati Kikwete angali rais Tanzania. Wanamwambia Kabila, tunataka na wewe ingie kwenye mmoja wetu wa EAC. Kabila aliuliza ina maana gani EAC? Maana yake inasema ni vyako ni vyangu, vyangu ni vyako, vyako ni vyangu. Sasa Kabila anasema mimi vyako ni vyangu. Nije leo nifanye mkataba na Burundi na Kongo, mkataba na Burundi na Tanzania na Kenya. Muna nini? Vile ambayo mimi nitafaidika kwenyu. Kabila akasema, akauliza Kikwete, Mkongomani kwa kuingia hapa Tanzania analipa visa ya ngapi? Eti $50. Kwa siku ngapi? Miezi 3. Akasema kumbe Mkongomani hakosi pesa, hakosi nauli ya kuja kugonga visa ya $50. Akitaka kuja hapa Tanzania atagonga visa. Hiyo mambo ya visa ya bure sitaki mimi. Unaona? Kabila katalia mambo kuingia kwenye EAC. Sababu alijua kama ni ujanja, ni mtego. Lakini Kisekedi sababu alikuja akaingia kaenda kusema vitu ambavyo havijui. Sababu hiyo yote nini mimi kutaka kusema kwa kusema ni mgeuke Kabila, ifo niingie kwa watu watanipatia nguvu. Sio kujua kama umekimbia mvua ukimbia kwenye bahari. Unasikia? Istosh anaingia kwa madaraka, yeye huyo anamfuata Kagame. Wana Kagame. Unajua sasa mimi tunafanyaje? Unajua mimi na bado na mimi naingia niko mpya, niko na umimi wa pesa. Sasa nitapataje na sisi wale mabosi ambao wananunuaga maminere. Sasa Kagame anambia hapana, usikuwa na shida, mimi ninajulikana, niko na watu mabosi huko nje ambao wanaweza kuwa natunulia. Akambia sasa okay, mimi ningependa tujenge hata Ezine. Kagame akasema kuna shida, lakini Ezine usitie Mkongo, uweka hapa kwako. Ndio Ezine unasikia nasema kila siku nyewe walijenga. Kagame alikubali, yeye Kisekedi alimtuma Kagame aende kuichukua hiyo. Unajua hivi vita watu watavingia mambo vingine, watu wataongea wanaongea, lakini turudie nyuma tuangalie nini ambacho chanzo cha hii vita. Unaona? Kagame alikubali kwenda Dubai. Huko Dubai ndio alipata wale wapreneur, walifanya vyote ambao wanakubali, walikuja wakajenga Ezine. Wakagharimu pesa yao, wakatia kila kitu pale. Wakaanza kuleta vitu. Sasa Kisekedi kama roli kia muma sasa mimi mwenye mali naanza kugawa na huyu jamaa. Hivi ndio kitu najua, ndio vita kubwa jiko pale. Nafikiria kama mnasahau siku mkiangalia mbele kuna kipindi ambayo wale hapa wanaanza kurofishana. Kama mbaya twende Dubai. Kwenda kumkutana Dubai. Sasa twende huku kajisa mimi sitaki kuja kuingia mdeni, uniweke mdeni ambayo mimi sitaweza kuja kulipa, sababu bila wewe kunisukuma mimi singeenda kuambia wakuje kujenga Ezine yao hapa. Wameshaweka pesa yao chini. Mimi nataka pesa wapi ya kulipa hii depense walifanya hapa. Wameshagharamia vitu vingi hapa. Hiyo ni chanzo kingine ambacho kinaleta vurugu kati ya Kisekedi na Kagame. Lakini Kisekedi hakubali kusema ndio ama kila siku kuona muuliza tuambie ni sababu gani, vita gani, ni makoro gani, masani gani mmefanya wewe na Kagame ambao hautaki kuongea. Sasa yeye vile alishaona kama Wakongomani wajinga tu, nitaambia Wakongomani Kagame ni mtu mbaya. Unaona?
Rwanda tu ndo sio Rwanda tu ndo sababu inaleta vita Mkongo, sababu tuambie ukweli ni nini ulifanya ambaye inasababisha. Sawa, yeye akamwambia sasa ongea na M23. Nitaongea tu mpaka na Kagame. Utaongea na Kagame nini? Si ndio biseme sasa? Yeah. Juzi uliona ngisi wanamuita. Yeye wanambeba kwa Lorenzo, analeta kiburi kule, mwisho anakuwa na Kagame anaangalia huyu ni mtu gani anafanya naye. Unajua? Ndio nasema kama uongozi mwingine ni hekima na kila kitu kinatoka kwa Mungu. Unajua mimi niliambia Wakongomani hapa, kuna watu basi niliambia hapa nikamwambia Kisekedi ameangusha nguvu yake, nchi imemkataa. Hata mizimu ya nchi imemkataa, wale wababu walimkataa. Unajua walimkataa sio gani? Kisekedi alifanya makosa 3. Kwanza, wakati aanguke pale ile kipindi iko na lapa, ilionyesha nchi na mahempendi ilimkataa, ilimtapika. Watu hawajuagi tu siri. Ni mwami. Unajua kama mtu ukiwa huko mfalme na ufalme unakukataa, nchi inakukataa, mizimu inakukataa, bababu inakukataa, ufalme wako una nguvu. Pale yeye alianza kukosea. Ufalme wake ulianza kuangukia. Siku ile anaapa. Ile siku anaapa. Umwikarisha chini, akamsha chini. Ufalme wake ulikuwa ulianguka. Istoshi akatoka kaenda kuweka tena nchi mikono ya Mungu. Na kazi anajua kama yeye hata kwa mkweli. Kuna vitu vingine laana inamfuata mtu yeye peke. Na hizi laana zote nje alizitafutia hazo. So alibeba vitu vya Mungu mu mchezo, na yeye anajua kwamba atakuwa mchezo, hatakuwa mkweli, hatakuwa mkweli. Istosh anaenda tena kuleta laana kubwa, sasa anaenda kuishota sasa laana kubwa ndio iko namwangamiza mpaka leo. Mpaka mapasta walisema Kisekedi utaiwa muhula wa kwanza, lakini na wa pili utachaguliwa, lakini utaubeba wa pili utaongoza, lakini hautaumaliza. Maujumbe ulitoka. Ila anaenda kushota wakati anaenda mkaburi ya Yesu, anaenda kugusa nini, anaenda kufanya nini? Kuna vitu vingine haiko vitu kwenda kufanyia mchezo. Unaona? Wewe unaenda kubeba nchi mikono ya Mungu wakati unajua kama hautakuwa mkweli. Alianza kuingia tu madaraka, anaanza mauaji. General Kaimbi kwanza. Unaona General Kaimbi alikuwa ni mwanajeshi wa nguvu sana mu renseignement ya Kongo. Ambaye ule kabisa alikuwa anaweza renseignement ya Kongo. Kabila alimtumaga rais Russia kwenda kusoma kwa ajili ya ujasusi. Na alikuwa mtu alikuwa anaogopewa. Hakuna kitu kingefanyikaga. Angalia wakati wake tu. Kabila nawaza hiki tu wenye wanyonda wako wanajua kitu ninaongea. Kagame, unajua kama Kagame alikuwa anaogopa Kabila sana kuliko gisa anaogopa sababu anaogopa Kisekedi. Unajua kama Kabila alikuwa mtu haongeaki. Niliwahi kufuata interview moja ya Kagame wakati Kagame wanatoka na wasa ilikuwa ni Lusaka kama ni Angola. Kukutana na Kabila mtoto. Mtangazaji wa Rwanda kamuuliza wa TV ya Rwanda akamwambia nimeona umekutana na kiongozi wa Kongo, rais mwingine wa Kongo. Akamwambia bwana, sasa umemwona aje? Akamwambia yule mtoto ndio alikuwa alimuita. Yule mtoto mbaya sana. Sasa hauwezi jua kama anafurahi, haujui kama anakasirika. Mtazungumza na kitu hapa nakwambia sawa, nitakujibu. Akifika kwake kwisha. Sasa ni mtu aina gani? Mtu utajua kama anafurahi wala anakasirika? Atajua hujui kama ile jibu ile kitu nimemuuliza hii swali kweli atanipatia jibu ya kweli ama jibu ya uongo. Sasa Kagame alikuwa anamuogopa Kabila sana kuliko sababu alikuwa anajua mtu ni mkimya sana kunizidi hata mimi. Maana kuna msemo mmoja anasema kama Watusi ndio watu wanakaga wana siri sana. Hawaongeagi siri zao, lakini Kabila alikuwa anamzidisha. Mimi nasemaga mpaka leo nasema hadithi ya Salomo tunisikia kama Salomo alikuwa na hekima mingi sana. Lakini mimi Salomo sijamuona. Lakini mimi na Salomo mwenyewe naona na macho yangu, mimi naona Kabila ndio Salomo kweli. Mwenyewe naonaga na macho. Sababu hange na mtu ambaye unaweza kutukana matusi yote ya dunia hata kujibia. Yeah. Umtukane kwa baba yake, kwa mama yake, kwa nani? Hata umguse. Ile jina alisemaga eti mmemimaki abundakate njoo kweli ile. Mwenye anabeba kitunga ya mayai piganaki. Yeah. Hata umtie kidole macho. Sasa leo Kisekedi anakuja ni mtu kuongea sana mabra. Kagame akola ndako na yete. Hapa tili ya Goma tokobeta. Papa. Ni mwenzako mwanamume kunaambia. Unaona? Yeah. Mwenye atapigana hango yeye kusema sio watu wambeka tungadi wadogo walikuwa wanasema angalia. Mwatapigana asemaki. Ndakupiga ngombe kumlumbu sasa vimba hapo. Unaona tetichika. Unaona?
Kuna vitu vingine hatufurahi sema juu Kongo tunaangalia wapi kuna hivi vitu vimeanzia. Sasa hivi vitu vya hii mali Tshisekedi anaenda kufanya mkataba na Kagame huko Dubai. Ndio vimeleta hivi yote. Mwisho Tshisekedi sasa anataka kujitoa sasa kwa Kagame. Kwanza wakati tukiangalia wakati wa Kabila mtoto. Kabila mtoto hakuwa na uhusiano na Kagame kama uhusiano wako na Tshisekedi. Tunajua wakati Kabila mtoto alikuwa kwa madaraka miaka 18 wanasema hakuna siku Kagame akanyanyesha mguu wake Mkongo. Kabila alisema ndege zangu za Kongo zatembea dunia nzima lakini hazitawahi kanyaga Rwanda. Na kweli hakuna siku tulisikia ndege ya Kongo ilidema Rwanda au ndege ya Rwanda kudema Kongo. Na ni nchi jirani. Lakini Tshisekedi aliingia moja kwa moja akafungua. Akamleta kwanza Kagame. Hajamaliza hata mwezi mmoja kuja kumzika babake akamleta Kagame mkapito ya Kinshasa. Wakamwimbia yeye nani oboya Kagame. Sawa, wewe ni nani utamkataa Kagame? Ndio walimwimbia. Hiyo ni kwanza. Pili, hii siasa ya ndugu zetu Wanyamulenge. Kabila alijua kama hawa watu dunia nzima mtu yote anaweza kaenda sehemu, uwe Mkongomani unaweza enda Amerika, unaweza enda Australia, unaweza enda Canada. Unapewa nationality. Nationality ni ya karatasi. Maana nationality haijabadilisha damu yangu. Kwani nikipewa nationality ya Marekani leo unakuwa Marekani kabisa na damu na unageuka Marekani? Damu yangu itabaki Mkongo tu. Wakifanya DNA yangu kesho watakutana udongo wa Kongo wakishota na wa Marekani, udongo wa Marekani na damu yangu wakishota wapime, watakutana haikutani. Lakini wakaenda Kongo wanashota udongo wa Kongo na damu yangu watakutana vinaendana sasa huyu chimbuko yake ni hapa. Unaona? Kabila alijua kama watu wote wanapewaka nationality. Kabila alipambana na Wanyamulenge akaonyesha bwana angalia hii. Mimi sikatai kwa nyinyi kwa Wakongomani. Mko Wakongomani lakini chukueni nationality. Walilia kupata territoire. Kabila alimwambia hakuna mtu anapewaka territoire na hujakuwa na collectivity. Mwami wako ni nani? Collectivity yako wapi kutoka? Chimbuko yako. Niambie mwami wako, mwami wa Wanyamulenge kule Minembwe iko wapi? Na istoshi mbele inapasha kwa collectivity tunaweza enda cité nazala zone nazala inakuwa region ndio vitu vinaendaka vile. Sasa mwe mnataka tu mkue tuwapatie territoire. Territoire za kuya munjia gani mnaonyesha hiyo njia sinaza kuya ndani. Hamna mwami kwanza. Sasa kitu naomba chukueni nationality. Sasa wabwana walikubali kukata nationality lakini hawakujuaka kiundani. Wakati walienda nje kwa zungu waambia Kabila na wadanganya. Kabila ni mjanja. Anapata nationality ni karatasi tu wawaitikia. Ni karatasi tu. Hakuna gisi ile nchi yote wanaanza kunyang'anya. Mungu basi mkazania mumpatie territoire. Mu 2006 wakati ya uchaguzi wa 2006 na Azaresa alideclare tunataka territoire ya Minembwe. Anamwambia nchi sio yangu, nchi ni ya Wakongomani. Tshisekedi aliingia tu miezi ngapi? Muliona delegation zilipanda Minembwe. Yeye anajifanya assembla kwenda Angleterre, huko anatua mwende mpatie Azaresa commune Minembwe. Sasa toka kule wanakia kwa nani wanamuwakia hapa huyu deputy wa Goma nani wanamwakia anakia geuza simu wewe unaona mimi sikuwa najua unaona ni president mwenyewe unaona kwanza kitu kinaregeta sana kwa ajili ya Tshisekedi ni president mwenyewe hayatikala makosa maana yeye tangu aingie mkiti hayafanya kibaya yeye yote yenyewe anataka kufanya ni Rwanda akikosa Wakongomani kushinda kula nanga uchaguzi wa inga wa siku 7 Kabila yani yeye hakuna kitu ashafanya kibaya kinamuelekea. Kila kitu atavalishana, avalishe Rwanda, avalishe Kabila, avalishe nanga. Nanga sasa natokea na leo mwema siku. Lakini nilikuwa ni Kabila, Kagame. Leo nasikia Kabila leo anakuwa mvita ya M23. Kabila atapatia M23 nafasi namna gani wakati yeye mwenyewe aliwapiga mdemi juzi akabakimbiza. Na akafuata Uganda kaambia Uganda siku tena nitasikia watu wanaingia tena Mkongo. Na niliona walikimbilia kwako kwa kukimbia. Wakiingia tena nyingine turu